Tulipendana sana, jambo ambalo lilitufanya tuwe na mapenzi yasiyoonekana kati ya wanandoa wawili wenye shughuli nyingi, ambayo ghafla yakageuka kuwa shauku isiyopingika. Kama wakati muhimu katika mchezo wa poka, tukawa kitu kimoja. Uhusiano huu wa kina ulituhitaji kuwaacha wenzi wetu wa zamani na kuhamia katika jiji jipya ili kuanza upya, tukificha matukio na siri zetu kutoka kwa wazazi wetu. Matukio yafuatayo yalitokea miaka mitatu baada ya mimi na Diana kuanza rasmi maisha yetu ya pamoja. Jina langu ni Evgeni, nina umri wa miaka 35. Mimi ni mwanamume mrefu, mwanariadha mwenye nywele za kahawia nyepesi na macho ya bluu. Kama wanavyoniambia, midomo yangu mnene humfanya mke wangu mpendwa Diana awe mwenda wazimu. Diana bado hajafikisha miaka 30, ni blonde wa urefu wa wastani na umbo bora, kiuno chembamba, miguu myembamba na matako yaliyobana. Mwenye umri wa miaka 35, mrefu, mwanamume wa michezo mwenye nywele za kahawia nyepesi na macho ya bluu. Kama wanavyosema, midomo yangu yote humfanya mke wangu mpendwa Diana awe wazimu. Diana alikuwa kwenye sauna na marafiki, na niliamua kukaa nyumbani na mama yake. Diana aliponitumia picha za uchochezi kutoka kwa matembezi yake, mvutano wangu ulikuwa wa kushangaza. Hata nilikimbilia bafuni mara 2 ili kutulia. Ilikuwa wakati huo, katika hali hii ya joto, ndipo wazo la kichaa liliponijia, nitakunywa mama mkwe wangu na kuona kitakachotokea. Alifungua champagne. Nikimuona katika hali ya huzuni, niliendelea kumimina. Alikiri kwamba hangemzungumzia mumewe, jambo ambalo lilithibitisha tuhuma zangu kwamba hakuwa na mwanaume kwa muda mrefu na, akiwa katika kilele cha maisha yake, alitaka sana urafiki. Nilianza kuvutiwa na uzuri na haiba yake, nikigusa goti lake kwa upole na kumbusu mkono na shavu lake. Nilikunywa, na midomo yetu ikakutana. Busu lake lilikuwa sawa na busu la Diana, na midomo yake ilipoachana, nilimsogelea kidogo, naye akajibu mara moja kwa kumbatio. Kisha akaondoka kwa ukali, karibu kwa mshangao. Ufahamu na utulivu wa ghafla ulinifanya niamue kwamba sitauliza tena. Alienda chumbani kwake, akatandika kitanda, ingawa ilikuwa saa 8 jioni tu. Mwishowe nililala nikitazama tu. Niliamka saa 8 asubuhi alipoenda bafuni. Mke wangu alikuwa bado hayupo nyumbani, akiandika ujumbe kwamba angekaa usiku huo nyumbani kwa rafiki yake, na picha yake ya kimapenzi iliniamsha tena. Nilipoona kwamba niko nje ya nyumba, nilihisi kama niko nje ya nyumba. Nilikuwa uchi. Alikuwa na aibu dhahiri na alijaribu kunisukuma mbali, lakini nilisimama imara. Kimya kikali kilifuata, na sikuweza kuelewa hisia zake za kweli. Baada ya yote, nilivunja ukimya, nikamkumbatia mabega yake na kumvuta kwake. Alinikumbatia kwa kujibu. Kujizuia kwangu kulikuwa karibu kukata tamaa. Kwa hivyo niliamua kutumia mbinu za zamani, kuhesabu na michezo ya akili, ili tu kuongeza ushindi huu mdogo na mtamu. Kwangu mimi alikuwa kiumbe mrembo zaidi ambaye nimewahi kuona, yule aliyemzaa Diana, na kufanana kwao hakuelezeki. Usiku wetu wa shauku uliendelea hadi usiku sana. Nilipopumzika, nilioga, nikafumba macho yangu na kupitia kila undani wa mwili wake, uso na midomo tena. Niligundua kuwa nilipendana. Sikuweza kuelezea jinsi nilivyoweza kupenda watu wawili kwa nguvu nyingi, lakini walikuwa wawili kati ya wanawake warembo na warembo zaidi duniani. Nikiwa na aibu ya kukiri huku, nilitoka kuoga. Nilikwenda jikoni, nikamwaga glasi 3 za uhiski na kulala, nikisubiri asubuhi ifike. Niliamka mapema, na wazo langu la kwanza lilikuwa, vipi mama mkwe wangu? Kimya kimya niliingia jikoni kwa siri. Alipiga kelele, akanisukuma na kunionya nisimkaribie tena, akitishia kumwambia kila kitu. Jibu langu lilikuwa papo hapo, nzuri. Ulaya ilichora ramani za vita mezani. Afrika iliwatembeza kwa miguu. Askari weusi hawakuwa askari wa mstari wa mbele tu. Walikuwa uti wa mgongo wa vita. Walibeba silaha, walibeba chakula, walibeba waliojeruhiwa, na mara nyingi walibeba tumaini la ushindi. Katika jangwa la Afrika Kaskazini, jua liliwaka kama moto. Mchanga uliwaingia machoni, puani, na silaha. Askari wa Afrika walitembea kwa saa nyingi bila maji ya kutosha. Walilinda misafara. Walipambana na njaa na kiu hata kabla ya kukutana na adui. Wakati majeshi ya Ujerumani yalipoingia, Waafrika walikuwa tayari kwenye mstari wa mbele. Walijua eneo hilo.
walijua joto, lakini hawakuwa na vifaa vya kutosha. Mara nyingi walikuwa na silaha za zamani, nguo nyepesi na msaada mdogo wa kimatibabu, lakini walipigana. Kuanzia hapo, vita viliwapeleka mbali zaidi hadi kwenye misitu minene ya Burma, mahali pa mvua isiyokoma, matope mazito na magonjwa yasiyobagua. Askari kutoka Afrika Mashariki walitumwa huko. Walitembea kupitia misitu ambapo adui hakuonekana, lakini alisikika. Japani haikupigana vitani wazi. Ilipigana kwenye vivuli. Malaria, nyoka na njaa viliua zaidi ya risasi. Lakini bado, Waafrika waliendelea kusonga mbele. Walijifunza kupigana kimya kimya. Walijifunza kuvumilia bila malalamiko. Kuna hadithi ya askari kutoka Tanganyika aliyembeba mwenzake aliyejeruhiwa kwa siku 2 nzima kupitia msitu mnene bila chakula cha kutosha au maji. Alipofika salama, alianguka kutokana na uchovu. Hakupokea medali yoyote. Hakupokea pongezi zozote. Aliambiwa tu, rudi kazini. Nchini Italia, hali ilikuwa tofauti, lakini ubaguzi ulikuwa ule ule. Baridi ilikuwa kali. Theluji ilikuwa jambo jipya kwa wanajeshi wa Kiafrika. Mikono iliganda, miguu ilivimba, lakini waliamriwa kusonga mbele. Wanajeshi weusi walivunja ngome, walipanda milima na kufungua barabara ambazo majeshi ya Ulaya yalikuwa yameshindwa kushinda. Lakini walipoingia katika miji iliyokombolewa, waliambiwa wakae nyuma. Raia hawapaswi kuwaona. Ushujaa wao ulitarajiwa, lakini uwepo wao haukuonekana. Nchini Ufaransa, Waafrika walipigana na kufa kwenye mashamba ambayo hawakuwahi kuyajua. Walitetea miji ambayo majina yao hawakuweza kuyatamka. Walikufa wakiamini kwamba labda ushindi huu ungebadilisha ulimwengu. Lakini hata katika vita, mstari wa rangi haukupotea. Askari mzungu alipojeruhiwa, alikimbizwa hospitalini bora zaidi. Askari Mwafrika alisubiri. Askari mzungu alipata likizo. Askari Mwafrika aliendelea kufanya kazi. Lakini miongoni mwao, Waafrika walijenga kitu muhimu sana: mshikamano. Walishiriki chakula kidogo walichokuwa nacho. Walishiriki hadithi kutoka nyumbani. Walicheka pamoja, hata katikati ya vita. Walilia pamoja walipopoteza rafiki. Nigeria alijifunza maneno ya Kiswahili. Msenegali alijifunza nyimbo za Afrika Mashariki. Kwa mara ya kwanza, kulikuwa na hisia ya Afrika moja, iliyounganishwa na mateso na mapambano. Usiku wa mapumziko, walizungumzia ndoto. Utakapofika nyumbani, utafanya nini? Nitanunua shamba. Nitajenga nyumba. Sitaki watoto wangu wapitie haya. Lakini ndoto hizo zilikuwa dhaifu kama mishumaa vitani. Kila shambulio lilichukua majina mapya. Kila alfajiri ilileta majeruhi zaidi. Kila ushindi uligharimu sana. Na bado, Waafrika waliendelea kusonga mbele. Sio kwa sababu ya himaya. Sio kwa sababu ya bendera. Lakini kwa sababu ya wale waliosimama nao, ndugu zao walioshikana mikono. Mara nyingi, walikuwa wa kwanza kwenye mstari kushambulia, na wa mwisho kwenye mstari kuondoka. Walijifunza kwamba maisha yao yalikuwa rahisi kutoa kuliko wengine. Lakini ndani kabisa ya mioyo yao, kitu kilikuwa kikikua polepole. Swali: ikiwa tunadhaminiwa sana vitani, tutadhaminiwaje baada ya vita? Walipigana kwa ujasiri. Walivumilia kimya kimya. Nao walibeba vita hivi kwa miguu yao, mabega yao na roho zao. Lakini gharama halisi ya vita haikuwa tu kwenye uwanja wa vita. Ilikuwa katika kile ambacho wangebeba milele, hata baada ya risasi kunyamaza. Vita haikuchukua tu maisha, ilichukua majina, ilichukua kumbukumbu. Wakati mapigano yalipozidi kuwa makali, idadi ya vifo iliongezeka kimya kimya. Hakukuwa na vyombo vya habari vilivyofuata askari weusi. Hakukuwa na waandishi waliouliza walitoka wapi au walikuwa nani kabla ya kuvaa sare. Walikuwa namba tu. Katika jangwa, miili ilizikwa haraka chini ya mchanga. Hakukuwa na msalaba. Hakukuwa na jiwe la kumbukumbu. Jina lilibaki kwenye karatasi, au wakati mwingine halikuandikwa kabisa. Katika misitu ya Burma, wengine walipotea kabisa. Mvua ilifuta alama. Wanyama walichukua miili. Vita ikaendelea kana kwamba hawakuwahi kuwepo. Kwa kila askari Mwafrika aliyekufa, kulikuwa na familia nyumbani iliyobaki ikisubiri. Mama aliyekuwa akikaa karibu na moto jioni, akiangalia njia akitarajia mwanawe arudi. Mke aliyekuwa akihesabu miezi, bila kujua kama mumewe bado yuko hai.
Mtoto aliyemkumbuka baba yake kwa sauti tu. Barua hazikufika, habari hazikufika, ukimya ulifika. Wengine walipokea taarifa fupi: amekufa kazini. Hakukuwa na maelezo. Hakukuwa na mahali pa kuomboleza. Na wale waliorejea walirudi wakiwa watu tofauti. Walirudi wakiwa na makovu, walirudi wakiwa na ndoto mbaya, walirudi wakiwa kimya. Askari mmoja wa zamani kutoka Afrika Mashariki aliwahi kusema, nilinusurika vita, lakini vita haikunisahau. Usiku waliona tena milio ya risasi. Mchana walihisi sauti za amri masikioni mwao. Wengine walishindwa kulala, wengine walishindwa kuzungumza. Lakini jamii zao hazikuwa tayari kusikia hadithi hizo. Kulikuwa hakuna neno la msongo wa mawazo. Hakukuwa na madaktari wa akili, kulikuwa tu na matarajio: rudi kazini, rudi shambani, rudi kimya. Lakini heshima walioahidiwa haikuwapo. Askari mzungu alirudi Ulaya, akapewa pensheni, akapewa shukrani. Askari Mwafrika alirudi nyumbani, akapewa kodi mpya ya kulipa. Wengine walipoteza kazi zao wakati walipokuwa vitani. Waliporudi, nafasi zao zilikuwa zimechukuliwa. Walilazimika kuanza upya, bila msaada. Kulikuwa na hasira, kulikuwa na uchungu, lakini juu ya yote kulikuwa na maumivu ya kusahaulika. Makaburi ya vita yalijengwa Ulaya. Majina yaliandikwa kwa mawe makubwa. Lakini kwa Waafrika wengi, makaburi yao yalibaki mbali au hayakujulikana kabisa. Wengine walizikwa kwenye ardhi ya kigeni, bila ndugu, bila sala ya nyumbani. Roho zao zilibaki mbali na ardhi waliopenda. Na historia ikaanza kuandika simulizi lake bila wao. Vitabu vilizungumza kuhusu majenerali, filamu zilionyesha mashujaa weupe, lakini sura za Waafrika zilififia taratibu. Lakini ndani ya mioyo ya wale waliobaki, kulikuwa na kumbukumbu ambazo hazingeweza kufutwa. Kulikuwa na rafiki aliyekufa pembeni yako, kulikuwa na askari uliyembeba hadi akakata roho, kulikuwa na sauti ya mtu aliyesema, mwambie mama yangu. Maneno hayo hayakuandikwa mahali popote, lakini yaliishi milele katika akili za wale waliobaki. Ukimya huu haukuwa tupu, ulikuwa mzito, ulikuwa na hasira iliyojificha. Kwa sababu wale waliopigana waligundua jambo moja la msingi: dunia ilikuwa tayari kutumia damu yao, lakini haikuwa tayari kusikiliza sauti yao. Na hapo kitu kilianza kubadilika. Maumivu yakageuka kuwa maswali, maswali yakageuka kuwa hasira, hasira ikaanza kutafuta njia ya kutoka. Vita ilikuwa imeisha, lakini mapambano ya kweli yalikuwa yanaanza polepole ndani ya mioyo ya wanajeshi weusi waliorejea nyumbani. Hawakuwa tena vijana waliotii bila kuuliza, walikuwa wameona kifo, walikuwa wameona uongo wa heshima ya kikoloni. Na ukimya uliowazunguka haukuwa mwisho wa hadithi yao. Ulikuwa mwanzo wa kitu kipya, mapambano ya kukumbukwa, mapambano ya kuthaminiwa, na mapambano ya kudai utu wao. Kwa sababu damu iliyomwagika vitani haikuwa imepotea bure, ilikuwa imeacha alama, alama ambayo ingetikisika Afrika nzima katika miaka iliyofuata. Vita ilipomalizika, dunia ilisema imeshinda, lakini Afrika haikusherehekea, Afrika ilifikiri. Wanajeshi weusi waliporudi nyumbani, hawakurudi kama walivyoondoka. Walirudi wakiwa wameona mambo ambayo hayangeweza kusahaulika. Walikuwa wameona miji mikubwa ya Ulaya. Walikuwa wameona viwanda, barabara na hospitali. Lakini zaidi ya yote, walikuwa wameona udhaifu wa wakoloni wao. Walikuwa wameona askari weupe wakikimbia, walikuwa wameona maafisa wakifanya makosa, walikuwa wameona hofu usoni mwa wale waliodai kuwa mabwana. Hadithi ya zamani kwamba mzungu hawezi kushindwa ilivunjika vitani. Kijana aliyerudi kijijini kutoka Burma au Italia hakuwaza tena kama mkulima tu. Alikuwa amebeba maswali. Alikuwa amebeba ujasiri mpya. Kwa nini nilikuwa nikipigania uhuru wa wengine wakati mimi mwenyewe sina uhuru? Kwa nini nilivaa sare ya heshima lakini narudi kwenye maisha ya dharau? Maswali haya hayakuulizwa kwa sauti kubwa mara moja. Yalikuwa polepole, kama moto chini ya majivu. Wanajeshi wa zamani walikutana sokoni, kwenye baa ndogo, kwenye mikutano ya kijiji. Walizungumza kwa sauti ya chini mwanzoni, wakihofia adhabu. Lakini walizungumza. Walizungumza kuhusu mshahara waliodhulumiwa, walizungumza kuhusu ahadi zilizovunjwa, walizungumza kuhusu heshima waliopewa vitani na kunyimwa nyumbani. Kwa mara ya kwanza, Waafrika wengi waligundua kwamba hawakuwa peke yao. Maumivu yao yalikuwa ya pamoja.
na hasira yao ilikuwa ya pamoja. Katika miji mikubwa ya Afrika, vyama vya wafanyakazi vilianza kujitokeza. Watu waliokuwa wamefunzwa vitani walijua kupanga, walijua nidhamu, walijua nguvu ya umoja. Walijua jinsi ya kusimama mstari mmoja. Askari wa zamani wakawa waandaaji, wakawa walinzi wa maandamano, wakawa sauti za harakati mpya. Vita ilikuwa imewafundisha kitu muhimu sana: nguvu haiji kwa kuomba, nguvu inachukuliwa. Katika Afrika Magharibi, wanajeshi waliorejea walikuwa mstari wa mbele kudai haki za kiraia. Walikataa kulipa kodi zisizo na haki. Walikataa kazi za lazima. Walidai heshima sawa. Katika Afrika Mashariki, askari wa zamani walijiunga na harakati za ardhi na uhuru. Walikuwa wameona dunia. Hawakuogopa tena mamlaka ya kikoloni kama zamani. Walijua jinsi ya kusoma ramani, walijua jinsi ya kuwasiliana, walijua jinsi ya kujipanga. Lakini wakoloni walihisi mabadiliko haya. Walihisi hofu mpya, hofu ya askari waliowahi kuwafanyia kazi, sasa wakigeuka kuwa wapinzani. Wakaanza kuwatazama kwa mashaka. Wakaanza kuwafuatilia. Wakaanza kuwazuia. Lakini ilikuwa tayari imechelewa. Vita ilikuwa imefungua macho, na macho yaliyofunguka hayafungiki tena kirahisi. Katika mikutano ya siri, watu walisema waziwazi maneno ambayo hapo awali yalikuwa marufuku: uhuru, usawa, haki. Wanajeshi wa zamani walikuwa na mamlaka ya kimaadili. Walikuwa wamesema, tulitoa damu yetu. Na damu yao ilikuwa hoja nzito kuliko propaganda yoyote ya kikoloni. Kwa vijana wadogo, walikuwa mfano; kwa jamii, walikuwa ushahidi kwamba mabadiliko yanawezekana. Lakini njia haikuwa rahisi. Wengi walifungwa, wengi walipigwa, wengine waliuawa. Lakini tofauti na zamani, hofu haikushinda tena. Kwa sababu mtu aliyekuwa amepitia vita hakutishwa kirahisi. Alikuwa tayari ameona kifo. Alikuwa tayari ameishi na hofu kwa miaka. Na sasa, alikuwa tayari kupigania kitu chake mwenyewe. Afrika haikuamka ghafla, iliamka polepole, kwa maumivu, kwa hasara, lakini iliamka. Na ndani ya kuamka huko, kulikuwa na sauti zisizoandikwa kwenye vitabu vingi vya historia. Sauti za wanajeshi weusi waliobadilika kuwa wapigania haki. Vita haikuwapa uhuru moja kwa moja, lakini iliwapa kile ambacho wakoloni walihofia zaidi: ufahamu. Na ufahamu huo uliweka msingi wa mapambano makubwa yaliyokuja baadaye. Ushujaa wao haukubaki vitani, ulibadilika kuwa moto wa mabadiliko. Na Afrika haikurudi tena kwenye usingizi wake wa zamani. Miaka ilipita, vita ikawa kumbukumbu, lakini majina mengi hayakuwahi kurejea nyumbani. Leo, ukitembea kwenye makaburi ya vita Ulaya, utaona mistari ya mawe meupe. Majina yameandikwa kwa herufi safi. Tarehe za kuzaliwa na kifo zipo wazi. Lakini kwa maelfu ya wanajeshi weusi, majina hayapo. Wengine waliandikwa tu kama askari wa Afrika. Wengine hawakuandikwa kabisa. Makaburi yao yako mbali, jangwani, misituni, au yamefunikwa na muda. Wengine walizikwa mahali pasipojulikana, bila sala ya nyumbani, bila sauti ya mama au mke karibu nao. Lakini ukosefu wa jina haukumaanisha ukosefu wa thamani. Katika vijiji vya Afrika, hadithi ziliendelea kuishi. Hadithi za babu aliyekwenda vitani na hakurudi. Hadithi za mjomba aliyerudi akiwa kimya, macho yake yakibeba mbali. Hadithi za baba aliyekuwa haongei kuhusu alichokiona. Ukimya huu ulikuwa urithi wao. Lakini ukimya pia ulikuwa jeraha. Kwa miongo mingi, historia ilichagua kuangalia upande mmoja. Iliangalia Ulaya. Iliangalia ushindi wa mataifa makubwa. Lakini iligeuza macho yake kutoka kwa miguu ya Afrika iliyotembea umbali mrefu zaidi. Lakini historia haiwezi kufichwa milele. Kila kizazi kipya kinaanza kuuliza maswali mapya. Walikuwa wapi wa Afrika katika vita vya pili vya dunia? Kwa nini hatujawahi kusikia majina yao? Kwa nini mashujaa wetu hawakumbukwi? Maswali haya ni mwanzo wa haki. Kwa sababu kumbukumbu ni aina ya heshima, na kusahaulika ni aina ya dhuluma. Leo, wanahistoria wachache wanaanza kuchimba tena. Wanatafuta barua za zamani. Wanarekodi sauti za wazee waliobaki. Wanatafuta majina yaliyopotea kwenye orodha za kijeshi. Kazi yao si rahisi, lakini ni muhimu. Kwa sababu bila Waafrika, vita vya pili vya dunia isingepiganwa kwa namna ile ile. Barabara zisingejengwa. Misafara isingelindwa. Mstari wa mbele usingeshikiliwa kwa muda mrefu.
lakini mchango wao ulifichwa nyuma ya pazia la rangi. Walipigana bila kuonekana, walishinda bila kusifiwa, walikufa bila kuombolezwa. Lakini ukweli unabaki. Wanajeshi weusi hawakuwa tu sehemu ya historia ya vita, walikuwa sehemu ya historia ya Afrika yenyewe. Uzoefu wao uliunda kizazi kilichokataa kunyamaza, kizazi kilichodai uhuru, heshima na utu. Bila vita, harakati nyingi za uhuru zingechukua muda mrefu zaidi kuota. Damu iliyomwagika vitani haikupotea bure, ilibadilika kuwa sauti, sauti iliyosema, tunastahili zaidi. Leo, tunapokumbuka vita vya pili vya dunia, tunapaswa kubadilisha jinsi tunavyokumbuka. Tusihesabu tu tarehe na majenerali. Tukumbuke nyuso zisizo na picha. Tukumbuke majina yasiyoandikwa. Tukumbuke askari aliyebeba mwenzake kwa kilomita nyingi. Tukumbuke kijana aliyekufa mbali na nyumbani, bila kujua kama familia yake itajua alipoishia. Tukumbuke yule aliyerudi, lakini hakuwahi kuwa yule yule tena. Hii si hadithi ya huruma, ni hadithi ya heshima. Kwa sababu mashujaa hawapimwi kwa rangi ya ngozi, wanapimwa kwa kile walichotoa. Na wanajeshi weusi walitoa kila kitu walichokuwa nacho. Leo, tunaposema majina yao, hata kama ni kwa kimya, tunarejesha kitu kilichokuwa kimeibiwa. Tunarejesha nafasi yao katika historia. Ushujaa wao hauko kwenye sanamu kubwa, uko kwenye damu ya Afrika, uko kwenye uhuru tunaoishi leo. Na kadiri tunavyoendelea kukumbuka, kusimulia na kufundisha hadithi hizi, ndivyo tunavyohakikisha kwamba ushujaa uliosahaulika hausahauliki tena. Hii ilikuwa vita yao, hii ni historia yao, na sasa ni kumbukumbu yetu sote.